Leo tuende na mkasa huu wa kusisimua na wenye mafunzo ndani yake. Usisahau kunisapoti kwa kusubscribe kwenye channel yangu. Stori yetu inamhusu jamaa mmoja ambaye alikuwa na mahusiano ya siri na mke wa mtu. Mume wa huyu mke alikuwa ni mtu ambaye alisafiri sana, hivyo jamaa alikuwa na nafasi ya kutosha kuwa na mke wa mtu huyu nyumbani kwao. Mume wa mke huyo akiondoka kwenda mikoani, jamaa alikuwa anapata nafasi ya kwenda kwa mke huyo, akalala huko na asubuhi aliondoka. Lakini siku za mwizi ni 40. Siku moja mume alirudi ghafla na kugonga mlango. Jamaa alistuka na kujua kuwa ana nafasi ya pekee ya kuingia kwenye uvunguni ili kujificha. Walikimbia haraka. Mke alimfungulia mlango mume wake na aliuliza kwa nini amerudi bila taarifa. Mume alisema simu yake ilizima, hivyo hakuweza kumpa taarifa. Wakalala usiku mzima, lakini mchepuko alikuwa uvunguni ambapo ilikuwa ngumu kwake kutoka. Asubuhi, kabla ya mume na mke hawajaamka, simu ya mke iliita. Ni mama yake mzazi akimwambia kuwa anakuja na baba yake hospitalini. Hii iliwalazimu wasitoke nyumbani ili kumsubiri mama akiwa na baba ambaye ni mgonjwa. Wakati huu mchepuko alikuwa bado amekwama uvunguni. Wageni walifika na mchepuko alijaribu kila alivyoweza kutoka, lakini mlango ulifungwa. Walipotoka kwenda hospitali, jamaa akaona nafasi ya kutoroka, lakini bado ilikuwa ngumu kwake, maana mlango ulifungwa. Alijua kuwa ana siku ndefu mbele yake. Walirudi kutoka hospitalini, jamaa mwenye mke akaingia ndani, akaenda kulala kitandani, huku mchepuko akijificha kwenye uvungu. Mwanamke alijaribu kumtoa, lakini alikutana na changamoto. Baadaye akatoka nje na kumuita mume wake atoke nje. Wakati yupo nje, na mume wake akaingia ndani mara moja na kumtoa mchepuko uvunguni na kumwambia aingie chooni. Mchepuko akaingia kujificha chooni, lakini sasa mume akamwambia mke wake, nilete taulo na hisi joto, nataka nioge. Mke alijua kuwa hili lingekuwa mtihani mwingine, kwani mume anataka kuoga na bafuni kuna mchepuko. Mke alikimbia haraka kumwita mume wake aingie chumbani, pili apate nafasi ya kwenda kumtoa mchepuko kutoka chooni na kumpeleka jikoni. Baada ya hapo, alirudi chumbani, akampa mume wake taulo. Wakati anamsindikiza kwenda kuoga, alimwona mama yake anaelekea jikoni. Aliweza kumwahi, akamwambia, "Mama, kwema?" Mama alijibu kwema tu, lakini alitaka maji ya kunywa. Mke alijua kuwa ni fursa ya kumsaidia mama ili asimuone mchepuko ambaye amefichwa jikoni. Siku iliendelea na mchepuko alikuwa akibadilishwa maeneo, mara chooni, mara store na mara jikoni. Mwisho wa siku, mchepuko alifanikiwa kutoka kwa siri, akiwa hoi kutokana na kuishi kwa hofu. Alijua kuwa hiyo ilikuwa siku moja ya moto kweli kweli. Na tumefika mwisho wa simulizi yetu. Tutakutana tena wakati mwingine. Usisahau kunisapoti kwa kusubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni sana kwa muda wenu, nawapenda sana.